vile unakuja unahudhuria hizo ibada ni sacrifice. Yani walijikusanya hao watu wote ambao wanaweza wakapigana, wote wawezao kuvaa silaha, wote ambao wanaweza vaa silaha. Na hiyo nadhani ndio ilifanyika huko Ukraine. Walichukua wale vijana wote ambao wanaweza wanapigana. Ukionekana wewe unaweza ingia kwa jeshi, unachukuliwa kwa sababu kuna vita. So Moabu akakusanya watu wote ambao wanaweza wakapigana, na wenye umri zaidi, na wenye wako na umri zaidi. Wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likameta juu ya maji. Na Wamoabi wakayaona yale maji yaliyowaelekea kuwa ni mekundu kama damu. Wakasema, ndio damu hii. Nadhani hiyo kuona maji ikiwa nyekundu, it was a red flag. Endelea. Wakasema, ndio damu hii. Bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana kila mtu na mwenziwe. Bali sasa, enyi wa Moabu, nyara hizo. Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga wa Moabi, hata wakakimbia mbele yao. So Israeli wakapiga Moabu, Moabu akakimbia mbele yao. Na Israeli kupiga Moabu akimbie, it is not news, it is not miracle. Kwa sababu Israeli, they are covenant people. Israeli ni watu ambao wako na agano na Mungu. Ingekuwa ni historia kama Israeli anapigwa na Moabu. It's like unapata mtu married woman amebeba mimba. It is not a miracle. Kwa mtu ameolewa kubeba mimba, anafaa bebe mimba. So Israel, they have to win a battle because they are covenant people. Hawahitaji ati kitu ingine ama nini. They have to win a battle. But endelea hapo chini. Wakaendelea wakawapiga. Wa Moabu hata kwao. Hata Moabu wakapigiwa mpaka huko kwao. Wakaibomoa ile miti. Wakatupa katika kila mahali palipopema. Kila mtu jiwe lake. Wakapajaza. Wakaziziba chemichemi zote za maji. Wakaikata miti yote iliyo mizuri mpaka katika Aresethi. Tu wakayasaza mawe yake, ili wenye kobeo wakauzunguka wakaupiga. Mstari wa 26. Na mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani. Sasa mfalme wa Moabu akaona anashindwa vita, anashindwa na this covenant people, anashindwa na hao watu wa Mungu, anashindwa vita. Wakati ambapo huyo mfalme aliona anashindwa vita, alitoa pamoja naye watu 700. Akachukua watu 700 wenye kuvuta panga, wenye wanajua kuvuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu. Wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanao wa kwanza. Akafanya effort zote, akachukua watu 700. Akafanya effort ile ambaye anaweza. Lakini ukienda hapo chini, endelea 27. Ndipo akamtoa mwanao wa kwanza. Sasa akaona kuongeza hao watu 700 haiwezi. Sasa hapo ndio game ina change. Sasa game ilichangia wapi? Alichukua mwanawe wa kwanza akakibadilisha. Sasa game ikabadilika. Wale watu ambao they are covenant people wakashindwa na watu ambao hawakuwa na covenant na Mungu. Yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. It's like akatoa akasema hata hii ufalme siitaki. Akautoa. Akasema hata nisikuwe mfalme tena. Akatoa yule mtoto angetawala kwa niaba yake. So kwa hizo vita amefanya sacrifice. I want to talk about how far can you go. Ni umbali mgani ambao unaweza ukaenda, kwa sababu Israeli wamepigana, wamewashinda, lakini hapo kumeingizwa dhabihu. Sasa hapo wakati ambapo walichukua dhabihu wakaongeza, wakashindwa. They did not go far. Na Friday tulisoma katika kitabu cha Mark 5:18, tukaona yule mtu ambaye alitaka Yesu aende pamoja naye, lakini Yesu hakumruhusu waende pamoja na yeye. Kuna watu wengine you need to go far, lakini ile hali ambayo uko nayo haujakubaliwa kuenda. What can you do so that you may go? You want to go far. Uliza mwenzako, how far can you go?
Wana wa Israeli wakaachiliwa, wakaambiwa nitawaachilia mwende mwabudu Mungu, lakini msiende mbali sana. So wameachiliwa na Farao, wameambiwa waende wamtumikie Mungu, lakini wakienda wakaambiwa msiende mbali sana, wakakuwa limited. Na ndio unaona wengi walikufia pale jangwani. Kuna wale waliumwa na nyoka, kuna wale walikufia huko, hata wale walifika katika promise land hawakuwa wengi vile walitoka. Ile namba ambayo ilitoka haikufika, wengi hawakufika, wengi walikufia hapa kwa barabara because they did not go far. There are people who are born again, na uwezi ukaenda mbali, uwezi ukakaa kwa kanisa sana. John chapter 6 verse 68, unaona Yesu ameita mitume, ameenda akiwaita, na akienda akiwaita imefika mahali wanamuacha. Na asubuhi apostol amesema ya kwamba ni kawaida hata wahubiri kuachwa. Hata hapo unaona Yesu Kristo, Yesu ambaye alikuwa ni Mungu, anaachwa. Kwa hivyo kuachwa si ati ni kitu ati na nini, ni muujiza. Yohana Mtakatifu 6 kuanzia 66. Kwa ajili hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma. Sasa wale wengi ambao ni wanafunzi wake, they did not go far, hawakuenda mbali, wakarejea manyumbani, wasiandamane naye tena. Wasiandamane na yeye tena. Basi Yesu akamwambia wale thenashara. Sasa Yesu akaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Na ujue kwamba hao watu ambao alikuwa amewaita, hakuna mtu aliitwa akiwa idle. Nashangaa mtu anasema kwamba nikipata time nitaenda kanisa, nisipopata tutaonana hiyo siku ingine na tutashiriki, tuko pamoja kiroho, lakini kimwili tunaweza kuwa tuko pamoja, lakini kiroho tutakuwa pamoja. Roho ziko pamoja. Unaweza sema uwezi enda kanisa, lakini roho ziko pamoja, lakini sitakuwa na nyinyi, lakini tuko pamoja kiroho. Are you a ghost? Mahali ambapo mwili yako unasema roho yako iko hapo. How? Sita make kufika church, lakini tutakuwa kwa roho, tuko roho moja, tuko pamoja kiroho. So it is good sometimes unaangalia, kwa sababu hao watu ambao walikuwa anawaita, those disciples, wamefika mahali wameacha Yesu, mpaka anauliza, na nyinyi kwani hamtaki kuondoka? Je, nanyi mwataka kuondoka? Anauliza hata nyinyi kwani mnataka kuenda? Basi Simoni Petro akajibu Bwana. Simoni Petro akasema, Bwana, twende kwa nani? Anamuuliza tutaenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima. Sasa uzuri wa Petero, sometimes roho alikuwa anamuongelesha, sometimes angeongea kitu ina make sense, sometimes angekuwa na point, anakuwa na 2 point, hakuwa anajibu, hakuwa anashindwa kujibu. Anamuuliza tutaenda wapi? Na kwako ndio kuna maneno ya uzima, tutaenda wapi? Lakini wengi walikuwa wamemwacha. Uliza watu, how far can you go? Unaonanga watu wanaokoka, anakuja hapa anasema, Mungu nilikuwa ninaomba, Mungu akanionyesha hii madhabahu yako, akaniambia nikuje hapa, lakini tukiendaenda tunaona ya kwamba si Mungu, amepotea. Unashindwa, kwani Mungu ameanza kudanganya? Na si alikuwa amekuambia ukuje kwa apostol? Mungu nilikuwa ninauliza, akaniambia, akanitokelezea kwa ndoto, hata ukanitokelezea ukakuja kwa ndoto yangu, na nikaona ukiniombea na nimekuja. Lakini tukikaa sio hivyo. How far can you go? In fact, how sacrificially can you sacrifice for the things of God? Ni sacrifice gani unaweza toa kwa vitu za Mungu? Ni vitu gani unaweza fanya? Romans chapter 16 verse 3, tunaona watu ambao walijitaabisha, wakajitoa kwa sababu ya Paulo. Warumi 16:3, nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha. Unasikia, these people they have sacrificed. Wamesema hata ni kwa mashimo tutaingia pamoja na wewe, hata kama ni kukatwa kichwa, naweza nikakatwa kichwa.
Ni watu wangapi saa hii wanaweza sacrifice kwa sababu ya ile vision ambayo apostle ako nayo? Ni watu wangapi saa hii wanaweza simama na ile vision ambayo iko kuwake moto, kuwake baridi? Ni watu wangapi wako tayari kukata kichwa? Ama kitu ikitokelezea hivi utasema ya kwamba mimi si kuwa hapo. In fact hata nilikuwa naenda kuangaliaga vile walikuwa wanaendelea. Si kuwa hapo. Na ujue ya kwamba these disciples ambao wanaacha Yesu walikuwa na kazi. Let me tell you, wakati ambapo utapata time ndio umtumikie Mungu, hautawahi pata hiyo time. You always create time for God. You cannot get time ati upate ya kwamba saa hii niko na muda mwingi sana sasa nafaa. Hata saa hii kuna duties zinakugojea na uko hapa. So they created time. Ukiona kama Petero anashika samaki, hakuwa idle. Hakuwa amekaa ati bure. Na Yesu hakuwa anataka mtu anakaa bure ndio amfuate. Kwa sababu hata huyo mtu anakaa bure, maisha yake labda ilikuwa mbaya. Saa hii akifuata Yesu itakuwa mzuri. Alikuwa anataka mtu anaacha kitu. Mtu ame sacrifice. Mtu ameacha mahali ambapo, yani Luka Zakayo ameacha booth ya kuhesabu pesa aende aone huyu Yesu ni nani. Hakuwa idol. Hakuna idol yeyote. Na yule alitaka kumfuata alimwambia enda uza zile vitu ambazo uko nazo alafu ukuje unifuate. Sacrifice. Apostle anatuambianga the standards of God, they are too high. Na ni ukweli. Standards za Mungu ziko juu sana. Na ujue watu ambao walikuwa wanamfuata, hata wakikuja kufunguka macho wakumuulize, na hivi tumekufuata tutapata nini? Walikuwa washaenda. Walikuja kufunguka macho baadaye wakaulizana, na huyu mtu tumemfuata hivyo, kwani tutakuja kupata nini? Wakabidi wamkalishe chini. Wakamuuliza, na tutakuja kupata nini? Na hawakusema tusaini. Ilikuwa kama ya ule alitoka, ule mdogo. Hawakusaini. Hawakuwa wamesaini na Yesu mahali ati hii nimewaambia, wacha tukae chini tukue na agreement na tuende kwa lawyer. Hii mambo unatuambia tutapata, tusaini MOU na wewe. Kwa sababu mimi nimeacha bibi, nimeacha watoto, nimeacha kazi yangu. Sasa tusaini MOU. Na wewe utanipea nini? Aliwaambia tu maneno tu. Akawaambia Mark chapter 10 verse 29, akawaambia kwamba you shall receive 100-fold. Na hiyo 100-fold anawaambia tu kwa kuongea. Hawajasaini. Marko mtakatifu 10:29. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba yake au ndugu wa huko. Anawaambia hakuna mtu aliacha nyumba yake ama ndugu yake au ndugu wake au mama ama mama au baba ama baba au watoto ama watoto au mashamba ama mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Ili tutapewa mara 100 sasa wakati huu. Sasa watapata mara 100 wakati huu. Nyumba na ndugu waume na ndugu wake. Na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia. Na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. So kwa hii dunia watapata mara 100 kwa 100 in this world. Na ile dunia ambayo tutakupata, watapata everlasting life. Watapata maisha ya milele na milele. Lakini walikuwa wamepoteza. Na sioni hawakuwa si lazima ati unaambia Mungu kama nitapata, si unipee kwanza nipoteze alafu unijue nitapata. Walianza na kupoteza. Si ati uniombee nibarikiwe na nikibarikiwa sasa nitoe. Ile walikuwa nayo kwanza wameachana nayo. Sasa ingine itakuja baadaye. Na ujue these disciples sometimes walikuwa wana struggle sana. Kwa sababu Yesu amehubiri mchana yote. Usiku tena atawachukua waende waanze mkutano. In fact walikuwa wanaanza ni kama apostle saa hii amalize ibada na aseme pastors mubaki tuanze ibada nyingine. Na hapo kwa hiyo ibada nyingine unalala. Na unashindwa Yesu alikuwa
ameona umeshinda mkihubiri mchana yote na unalala, na ukiwa umelala anauliza hata uwezi ukaomba 1 hour. Na anajua mchana vile watu walikuwa wanasukumana, vile mlikuwa mnapanga watu alafu unalala. In fact, ni kama na mimi, wakati ambapo umechoka na umefanya kazi kabisa, you can at least pray for 1 hour. Kwa mahesabu yake. Usiku hakukuwa na kupumzika. Wamehudumia mikutano, wamehubiri hapa, wamepanda Bolt, wameenda ng'ambo ingine, wamehubiri. Usiku anawaambia kujeni nikawaelezee siri. Na ujue kufuata Yesu nasemanga haikuwa rahisi. Wewe usicheze mtu amekutoa kwa kazi yako, ile unafanya, ile inakulisha, ile unafanya kabisa, hiyo ndio mbele na nyuma, alafu unamfuata. Na mkiendaenda anasema ndege wa angani wako na ndege, wanyama wengine wako na mashimo wanaweza ingia, lakini mwana wa Adamu hana mahali anaweza weka kichwa. Sasa unashindwa, huyu mtu namfuata, hana mahali hata anaweza, yani anaweza lala, na amenitoa kwa mahali nilikuwa nalala. Sasa unashindwa, kwani kukufuata kwani ndio inaharibika zaidi? Na wacha hivyo, anawaambia hata maisha yangu nitaiweka chini. Mimi nimerisk na unaniambia unakufa. Hata Petero alikuwa amuita kando, ambia kuja. Hii maneno unasema ni maneno gani? Unaniambia unakufa na mimi niliacha boti zangu. Na many Christians, they cannot show what they have left. Kuna watu ambao walisoma wakafika university, na wakati ambapo walikuwa nasoma wakasikia sauti ya Mungu akiwa na degree, nataka sasa unitumikie, na haikukuja kabla ingie profesa. Uliuza mashamba, ukasoma, ukauza ng'ombe, zikaisha, ndio ukue profesa, ama ukue daktari, ama ukue unafanya na hiyo siku sauti ya Mungu inakuja. Inakuja. In fact tunasemanga ukiniita nitaitika, lakini sio rahisi. Ukiniita nitaitika. Sometimes unasema hivyo kwa sababu huna otherwise. Hata unaona hiyo kuitwa ndio mzuri. Hiyo kuitwa ndio mzuri kuliko mahali ambapo uko. Hii kuitwa ni mzuri sana. Unauliza akuite. Lakini niambie, ukiitwa ukiwa na masomo yako yote, ukiitwa ukiwa na fedha zako zote, sasa hapo itakuwa ngumu. Na ndio unaona yule jamaa alienda akatakata ng'ombe, akahakikisha kwamba nikikufuata hata kikienda kiumane sina mahali naweza rudi, sababu ile karia yangu nilifanya nini imeisha, na sina life nyingine. No matter those people lazima wangebarikiwa. Kwa nini? Walikuwa wamejitoa nafsi zao. Ni kama hao wako katika Romans chapter 16. Hao walijitaabisha kwa sababu ya maisha ya Paulo. Ukijitaabisha kwa sababu ya kazi ya Mungu, there is no otherwise. Nisikia mhubiri mwingine akisema ya kwamba there are people they cannot show the boat they have left, but they can show the boat they have gathered. Zile wamekusanya wanaweza wakaonyesha, lakini zile waliacha hawezi wakaonyesha. Tuliacha hii. Na unasikianga watu wengine wanasema ya kwamba hata apostle, unasikianga yeye hakuwa apostle, alikuwa anataka akuwe lawyer. Alikuwa anataka akuwe lawyer. Hiyo ndio ilikuwa idea yake. Ndio nilikuwa naambia Wednesday, at least hata kama ulikuwa unataka ukuwa daktari, unaweza ambia Mungu akupe kipawa cha kuponya watu, ukue unaponya watu. Hiyo bado unakuwa daktari, unakuwa healer. Labda ulikuwa unataka ukue dereva wa ndege kwa unapaa. Ni vizuri sometimes unaingia kwa spirits, unaingia kwa anga. Sasa zote ni ndege, so uko mbali. Na kama grade yako haikukuwezesha ukue daktari, unaweza fanya bidii ukakuwa healer. Kwa unaponya kansa, unaponya HIV, zile critical things, hizo ndio unaponya.
bado wewe ni daktari upande huu mwingine. How far can you go for the man of God? How far can you go kwa sababu ya mtu wa Mungu? Ni sacrifice gani unaweza fanya kwa sababu ya huyo mtu wa Mungu? Ni gani? How can you worship God at that what level ambao unaweza ukamtumikia Mungu? Iwe ni kuimba, add sacrifice, uimbe na passion. Si ati unaimba kwa sababu umepewa 20 minutes na hizo 20 minutes lazima ziishe. Kwa hivyo kwa hizo 20 minutes utakuja utuambie unastahili kuabudiwa, lakini unajua ndani yako hastahili. Ni maneno tu. Ndio ile time nimepewa 20 minutes, hata unaangalia zimebakisha dakika 3, nikiongeza kwa wimbo moja nitakuwa nimemaliza. And I always say that salvation, it is inward and outward. It is inward, outward. Ndani yako hii kitu ambao unasema anastahili, wewe unaamini ukiwa peke yako anastahili? Wewe ukiwa peke yako, do you believe that? Hivi unasema Mungu anaokoa, wewe ndani yako anaokoa. Hivi unaambia watu wasimamie utakatifu, wewe peke yako ukiwa at a person, wewe mwenyewe unasimamiaka? Ama unabebesha watu mzigo wenye uwezi beba? Bwana Yesu asifiwe. So it is good that we had sacrifice in whatever that we do. And know that katika mambo ya Mungu kuna principles. Kuna principles ambazo zina govern Mkristo. Apostle anasemanga ya kwamba kuna vitu ambavyo havijaandikwa kwa Bible na ni vitu vya kiroho. Kuna principles. Kuna principles za Kristo. Ili ukae kwa utakatifu kuna zile principles. Kama anasema ya kwamba chochote utakachopanda ndicho utakachovuna. That is a principle. Luke chapter 6 verse 38 inasema ya kwamba ile kiwango ambao unapeana ndicho utakachopokea. Aliwafundisha principles. Na kuna kujua Kristo, na pia tena kuna the person Jesus, the person Christ. That's why hata unapata kanisa, it is all, kila kitu yote ni Christ. Hata unapata jina yake ni Christ Gospel Chapel. Ile gospel ambayo hapa ni ya Christ. So kuna principles za God na kuna the person, Mungu mwenyewe. Sasa hizi principles sometimes zikudanganye. Unaweza kuwa umeokoka lakini kuna vitu ambavyo they don't believe, they don't respect those principles. Unasikia pepo akitolewa aende azunguke akute nyumba imesafishwa na hakuna kitu ndani. Ni mtu ameokoka, ni wokovu. It is a principle. Azita kurespect kwa sababu umeokoka peke yake. As long as umeokoka na ndani hakuna kitu, uko right katika hiyo principle ya wokovu, lakini ndani hakuna kitu, zitaingia. Hebu soma hiyo Luke chapter 6 verse 38. Luka 6:38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Anasema ya kwamba give and it shall be given to you. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Kipimo cha kujaa na kushikiliwa. Na kusukwasukwa hata kumwagika. Na kusukwasukwa. That is a principle. Now when the Matthew chapter 12 verse 43, that is a principle ya giving. Ukipeana hata wewe utapokea hicho kipimo ambacho umepeana. Lakini hapa Matthew chapter 12 inasema roho mchafu akitolewa, principle, kuna vitu ambazo they don't respect those principles. Mathayo mtakatifu 12:43. Pepo mchafu amtokapo mtu, pepo mchafu akitoka mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Anasema nitarudi kwa nyumba yangu nilipotoka. Akija aiona tupu, na ikuja ipate iko empty, imefagiwa na kupambwa. Na imefagiwa, iko na utakatifu, imeoshwa, iko safi, imefanyiwa kila kitu yote. Huyo mtu amesimamia Mungu. Huyo mtu ako kila kitu yote amefanya. Ni kama yule mtu aliambia Yesu, nimefanya kila kitu yote kabisa.
Ni nini nyingine naweza fanya nikaona ufalme wa Mungu? Huyo mtu akiambia Kristo hivyo, inamaanisha huyo mtu alikuwa amejaribu. Alikuwa amejaribu kufuata principles za Kristo. Soma endelea. 45. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7. Sasa akipata iko tupu na imeoshwa na imefagiliwa, anaenda anakuja anachukua pepo wengine 7. Walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Wenye ni wicked kuliko yeye, waovu kuliko yeye. Nao huingia na kukaa humo. Na sasa wanarudi wanakaa huko. Huko umefagia. Ndio unaona mtu ameokoka lakini ako na mapepo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Na unaona kuna watu wanasemanga ya kwamba, and I hate that. Wanasemanga ya kwamba ukiwa ndani ya Kristo mambo yote iko imara. Ukiwa ndani ya Kristo wewe umetakaswa. Ukiwa ndani ya Kristo shetani hawezi ingia ndani yako. Ukiwa ndani ya Kristo yote iliisha, aligongelea kule msalabani kila kitu yote, hata hiyo madhabahu alivunja na akainua madhabahu ingine. Ingia kwa hiyo kanisa. Sasa kama nyumba imefagiliwa, mapepo wataingia aje? Pasaponi iko safi. Ni mtu ameokoka lakini mapepo bado ziko. Maroho ziko. Ziko hapo ndani. Hata unaona mtu anatoka mlimani kufast na kuomba kwa sababu ya masturbation, akirudi anaifanya vizuri sana. Unashindwa kwani hiyo fasting haikuwa hiyo kitu? And it is real, ni kitu ya ukweli. Wacha kudanganyana. Mtu ameombewa asikunywe pombe, lakini anasema nilipotoka hapa nilijaribiwa nikaenda nikagonga mara moja. Unashindwa au hata kitambo ulikuwa unashindwa. Ndio unaonanga kwa nini pastors wanafanywa deliverance na maroho zinaongeanga nje ama zinaongeanga ndani? Ushajiuliza hiyo? What is happening? Na anasema mimi nachunga kanisa, niko na kanisa kubwa, hata unaweza toa kamera usinione, uniombee kama umenificha. Lakini akiombewa utasikia maroho zinaongea ndani ya bishop, zinaongea ndani ya reverend, zinaongea ndani ya mwinjilisti. Zinasema hatutaenda. Si ati ni nje. Hiyo mic ni mimi nimeshika naongea, ni yeye. Zinatoka wapi? What is happening? Mungu atusaidie. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Time yangu imeisha. Hata nimekula time. Naiweka kwako tumaini langu Bwana, naiweka kwako tumaini langu Bwana, naiweka. Ni ibada ya Healing and Deliverance Jumapili tarehe 15 Juni ikiongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Julius Wanda, kanisani Christ Gospel Chapel linalopatikana Riverside, Kariobangi North, kwenye barabara ya Outer Ring Road, Nairobi. Kwa maelezo zaidi tumia nambari ya simu 0700 369 473 0700 369